Mwite sasa Josephine Joseph Kapoma, atafuatiwa na Mheshimiwa Mwanasheria Mkuu wa Serikali. Mheshimiwa Johari atafuatiwa na Naibu Waziri Dr. Pius Chaya. Toa hoja, jiandae. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru kwa kupata nafasi hii tena kusimama katika hili bunge tukufu kuchangia katika wizara hii ya mipango na uwekezaji ambayo kwa sasa ndio talk of the town. Na kwa nini ni talk of the town? Kwa sababu mageuzi na mapinduzi ya kiuchumi ndio atakayoenda kutatua kero ya maji, yatakayoenda kutatua kero za barabara, kero za madawati, kero za shule na kero zote kadhalika wa kadhalika. Lakini sasa naomba kujikita kwenye dira ya 2050. Natamani sana dira ya 2050 sibaki kwenye makaratasi. Na natamani sana kakaangu Profesa Kitila Mkumbo asibaki kuitwa mzee wa Mkumbi 1, Mkumbi 2, Mkumbi 3, kwa sababu tunaenda kuitekeleza hii dira 2050 kwa mapana sana. Naona sasa ni wakati ambao serikali inatakiwa impe nguvu ya ziada TISEZA. Wachangiaji ambao wamepita wameonyesha kabisa ni kiasi gani TISEZA imekuja na mapinduzi ya mwezi uliopita Profesa Kitila alikuwa na ziara mkoani Morogoro na alifanikiwa kutembelea viwanda vya sukari na mashamba ya miwa. Tumeona uwekezaji mkubwa ambao unaendelea Morogoro, na mafanikio haya kwa ukubwa wake yamefanywa na TISEZA. Lakini sasa katika hilo uwekezaji huu ambao umefanywa mkoani Morogoro katika viwanda vya sukari na mashamba ya miwa umefanywa katika maeneo ambayo ni mapya kabisa. Lakini mkoani Morogoro tuna viwanda ambavyo viko idle na maeneo ambayo yako idle kwa muda mrefu sana. Sasa nataka kujiuliza, kama haya maeneo yapo idle kwa muda mrefu na maeneo ambayo yako mjini, miundombinu ipo, maji yapo, umeme upo, barabara zipo, ni kwa nini sasa haya maeneo yasipewe kipaumbele? Basi kama inawezekana TISEZA sasa atusaidie katika hili, kwa sababu ameshatusaidia sehemu nyingi na hili najua haliwezi kumshinda. Lakini pia Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa hivi viwanda na maeneo ambayo yako idle, nadhani sasa ifike sehemu serikali turudi tuangalie commitment ambazo tuliingia na hawa watu kabla hatujabinafsisha maeneo. Tukae na hawa watu, kama haya maeneo wameshindwa kuyaendeleza, haya maeneo ya wazi na hivi viwanda ambavyo viko idle kwa muda mrefu, ni nini sasa kifanyike? Kama wameshindwa kuviendeleza, basi tuwape watu ambao wana passion na commitment ya kuendeleza hivi viwanda. Kwa sababu ninachokifahamu, kitu chochote kinachofanya, hata hivi viwanda, mara nyingi watu wanavyotaka kufanya hiki kitu lazima uwe na passion na commitment. Lakini inaonekana at some point watu ambao walivichukua haya maeneo hawakuwa na huo utayari. Na hicho ambacho ndio kimepelekea maeneo mengi ambayo yako idle, viwanda viko vingi ambao viko idle, watu wamevitumia kama collateral kuchukua mikopo na kupeleka hizi pesa sehemu zingine. Na hizo sehemu ambazo wamepeleka hizi pesa halikuwa lengo la serikali. Lengo la serikali ilikuwa viwanda hivi vifanye kazi, watu wapate ajira, uchumi ukue. Lakini viwanda hivi na maeneo haya yamefanyiwa kama collateral, watu wamechukua pesa wameenda kuwekeza sehemu nyingine ambayo tija kwa wananchi ni ndogo. Sasa kama wameshindwa, basi serikali iingilie kati, tuvichukue tuwape watu ambao wana utayari. Wachangiaji waliotangulia wamesema kuna vijana wanashindwa sehemu za kuwekeza. Sehemu za mjini zote zimechukuliwa na watu na wamekaa hawazifanyii. Inatokea kijana anatakiwa, ukija Morogoro pale kijana anataka kuwekeza, anatakiwa kwenda Marinyi. Kumbuka ukimpeleka Marinyi ni maana yake sasa tunatakiwa miundo ya barabara,
tunatakiwa miundombinu ya umeme na nini, wakati pale mjini miundombinu ipo tayari. Kwa nini tusiwaweke mjini kupunguza gharama ambazo sio za lazima? Lakini pili, nilikuwa nataka kuongezea kwa kusema ni wakati sasa serikali tuone ni jinsi gani tunaenda kuinvesti teknolojia rahisi na nzuri kwa viwanda hivi ambavyo vimelala. Viwanda hivi ambavyo vimelala hata kama ikitokea wakachukua wawekezaji wengine, nadhani sasa ni wakati wawekezaji hawa wakaja na mkakati wa kutuonesha ni teknolojia gani wanaenda kutumia. Kwa sababu shida ambayo ipo, viwanda hivi vinaweza vikachukuliwa, lakini teknolojia ambayo itaenda kutumika haitakidhi mahitaji. Tutafikia kwamba mwisho wa siku viwanda hivi vitafungwa tena na havitafanya kazi. Sasa tunavyoenda kwenda kubinafsisha kwa watu wengine, watu hao wanatakiwa waje na mpango ambao utatuonesha ni teknolojia gani wanaenda kuitumia, industrial financing gani wanaenda kuitumia, ubora na ubunifu gani wanaenda kuutumia. Nikielezea swala la ubunifu na ubora, leo hii tutafungua kiwanda cha kutengeneza yeboyebo. Yeboyebo itakayotengenezwa hawa watu wakipeleka sokoni kwa kuuza shilingi 30,000, Mheshimiwa Mwenyekiti, hatutapata wateja. Kwa sababu kuna yeboyebo Mchina anayoitengeneza yenye ubora na ni nzuri anayoiuza shilingi 2,000. Sasa mimi leo nikachukua kiwanda nikatengeneza yeboyebo nitakayoiuza shilingi 30,000, siwezi kupata mteja. Kwa sababu kuna yeboyebo ya Kichina, ya pinki, ya blue, ya manjano, vaa umependeza inayouzwa kwa shilingi 2,000. Kwa hiyo watu ambao tutawapa hivi viwanda watupe mkakati wa teknolojia gani watatumia, ubora na ubunifu gani, na bei gani wataipeleka sokoni. Lakini pia watu hawa ambao wana commitment na passion ya kwenda kufanya hizi kazi, nadhani ni wakati sasa wa serikali kuangalia ni vipi tunaenda kuwa finance. Nchi ambazo zimeendelea, India na China, katika naomba nimalizie Mwenyekiti. Katika vitu ambavyo wamefanikiwa ni kuwasapoti watu hawa kwenye swala la industrial financing ambalo tutawapa katika payment terms ambazo ni za muda mrefu kuanzia miaka 30 na kuendelea. Mwenyekiti, mengine nitawasilisha mezani, naomba kuunga mkono hoja. Asante sana. Asante sana. Nilimuita